Mbona umeguna? Kipo. Yeah. Kitu gani? Sio kimoja. Ni viko vingi sana kwa sababu kwenye dunia si unajua tena. Lazima hata mtoto anavozaliwa lazima aanze tena kukaza shingo, akae, atambae, asimame. Hatua ni nyingi. Yeah, hatua ni nyingi sana. Kuna vitu vingi sana ambavyo nimevipitia. Tushare kimoja basi ili tujue ni nini safari yako labda ya mahusiano, kama kuna mtu alishawahi kukuumiza, kama kuna mapito fulani ambayo uliyapitia especially kwenye upande huo. Tuadisi sasa. Ni kweli. Yeah, kuna kitu ambacho nimewahi kukipitia kwenye maisha yangu ya mahusiano. Yeah, waga sipendi kabisa kukikumbuka kwa sababu huwa kinanikumbusha mbali sana. Niliwahi kuwa na mtu ambaye nilimpenda sana, yani nilikuwa kwenye ile hatua ambayo hata ukiambiwa kitu hata na mzazi wako huwezi kumuelewa. Sasa Fatma, hii story tutaimaliza kweli kama machozi yashaanza kudondoka mapema hivyo. Usifanye hivyo bana. Tuadithie tujue ni nini. Kuna mtu ambaye nilikuwa naye kwenye mahusiano, tukaanza nikawa naishi naye kama mke na mume. Yeah. Kwa hiyo nikafanikiwa kupata ujauzito. Nilipopata ujauzito, kabla ya kupata ujauzito nilikuwa nafanya kazi. Nilisoma mambo ya graphics designer. Okay. Baada ya kusoma kutafuta field nikapata kazi. Nilipata field. Huyo bosi akasema basi kwa sababu unaonekana kabisa unafanya kazi vizuri, vingine vyote nitakuelekeza. Kwa hiyo utafanya kazi hapa na nitakuwa nakulipa. So wakati naendelea na kazi nikakutana na huyo mtu mwanaume. Akaniambia mimi sitaki ufanye kazi kwa sababu mimi nakupenda sana. Yaani sitaki mtu yote akuone. Yaani mimi nataka tu unakaa tu nyumbani. Yaani alikuwa ananunua kila kitu. Yaani mpaka ndimu, pilipili, yaani vinakaa tu ndani. Yaani hataki hata niende utoke kabisa. Of course na mimi nilimpenda. Kwa hiyo sikuona kama ni shida. So kule nikawa napigiwa simu kazini, mbona uje? Wanampigia simu mamangu, mbona huyu haji kazini? Mama anipigia simu, nenda kazini wewe, mwanaume anakufanya uache kazi sio na nini. Nikamwambia mama sasa mimi ndo amesema hataki. Basi nikaa naishi naye, nikapata ujauzito, nikajifungua mtoto wa kike. Yeah. Kwa hiyo kile kipindi ambacho nilikuwa ni kwa sababu nilikuwa kwa dada yangu, kipindi nimeenda kujifungua. I think no sehemu ambayo nilimpa nafasi ya kuwa na mahusiano mengine. Yeah. Kwa hiyo wakati nipo kule, wakati nimerudi nikaona mabadiliko makubwa. Yaani mtoto wangu alikuwa na miezi 2 tu wakati huo. Nikaze please. Basi yani akawa ni mtu ambaye anabadilika sana. Yaani basi kwa hiyo ile kukaa nikawa namwambia mbona sikuelewi, una shida gani? Ananiambia hamna kitu, mbona mimi niko sawa, uko unaniona nini, unaonaje sio nini. Yaani yakawa sana nijibu kiukali, yani hata kama nikiongea naye tu vizuri ananifukia. So siku moja nikachukua simu yake, kitu ambacho nimewahi nilikuwa gani naishigi ninasema siwezi kushika simu ya mwanaume, siwezi kukagua sio nini. So siku nikakuta yuko na mwanamke wanawasiliana, wanapigana simu, message zile sio nini. Nikamuuliza huyu mwanamke ni nani? Akaniambia huyo ni muuza chakula tu Kariakoo, waga na tuitagia chakula pale dukani nini. Lakini mbona mnaonekana kabisa mna mahusiano? Hamna bwana, wewe tu unaanza mawivu. Basi mimi nikachukua ile simu nikampigia yule dada. Nikamwambia wewe ni nani? Mbona naona uko karibu sana na mtu wangu. Akaniambia kwani yeye amekwambiaje? Nikamwambia ameniambia wewe ni muuza chakula. Akasema wewe ni mwanaume wangu na tunapendana sana. Mimi sio muuza chakula. Akakata simu. Nikamwambia sasa kwa nini unafanya hivyo? Yaani hakutaka kunisikiliza, hakutaka yani kukaa na mimi hata nielezee yani kwamba kuna nini kinaendelea. Alinyanyuka akaondoka, akaenda kazini. Yeah. Kwa sasa kadri siku zinavyozidi kwenda dharau zikawa nyingi, akawa niheshimu tena. Mwisho siku akaniambia okay, mimi nafikiri uchukue tu vitu vyako uondoke. Uende nyumbani kwenu. Yes.
alafu mimi nitakufuata. Hapo mtoto akiwa na umri gani? Alikuwa na miezi 6. Mtoto bado ni mdogo sana. Nenda tu nyumbani, mimi nitakufuata. Nikamwambia sawa, lakini mimi nakupenda, nawezaje kwenda kuishi nyumbani? Mtoto wangu anakuhitaji, wewe ndo babake. Alafu mimi naendaje nyumbani, sina chochote, ni kijijini Singida. Yaani nitoke Dar es Salaam niende nikaishi kijijini. Yes. Akaniambia hamna shida, mimi nitakufuata. Akaniambia usinganganie hapo, nangangania nini? Hebu fanya uende. I see. Basi nakumbuka siku hiyo nilikuwa naumwa sana. Yaani nilikuwa na homa kali. Akaja akaniambia nishakata tiketi, fanya uondoke. Yaani alikuwa hajali chochote. Fanya uondoke. Basi mimi nikawapigia ndugu zangu, nikaambia bwana mtu baba mtoto wangu kananiambia niondoke. Dadangu akasema sasa kama mtu akutaki unangangania nini? Usilazimishe. Fanya urudi nyumbani. Nikarudi nyumbani, lakini nikiwa nampenda sana. Basi wakati niko nyumbani nikawa nikimpigia vile simu yaani namuhitaji mimi. Najua tu labda anaweza kaniambia nirudi. Nampigia simu, halo. Kwanza alikuwa apokea simu. Napigia ndugu zake, maana ni mtu wa Tanga. Nampigia yule mama, namwambia mama, mbona apokee simu, hataki kuongea na mimi? Mama yake anampigia, naongea naye. Ndio atanipigia. Akinipigia simu anambia mtoto wangu anaendeleaje? Anaulizia tu kuhusu mtoto. Lakini mimi nilikuwa nataka kuongea na wewe. Kwani wewe si upo kwenu? Unataka kuongea na mimi nini bwana? Nice. Basi siku hiyo nimekaa, wazazi wake wakawa wananiita. Njoo basi Tanga tuongee ili uweze tujue tunafanyaje urudi nyumbani kwako. Huko na huko mimi nikakubali kwa sababu ni mtu ambaye nilikuwa nataka suluhisho naye. Nikakubali kurudi kwenda Tanga. Nikatoka Singida nikawa nakuja Dar es Salaam. Nakumbuka nipo kwenye basi akanitumia message. Akaniambia nimemiss sana mwanangu. Naomba nitumie picha. Nikamwambia mimi nakuja naye. Umeelewa? Kwa utamuona. Akaniambia nani kakwambia uje? Alokuita kwangu nani? Nikampigia mama simu, nikamwambia mama niko kwenye basi naenda lakini hataki kuniona. Mama akasema ngoja nimpigie. Mamangu akampigia simu akamwambia baba, mbona hivi mwenzako yuko na mtoto anakuja, ameitwa na wakwe zake Tanga. Na yeye ndo alipaswa kupokea. Akasema hivi, akamwambia hivi mamangu, mama kwani kutoka Singida hadi Tanga hamna basi? Yaani lazima apitie huko. Kwamba uunganishe moja kwa moja ili lazima apitie huko. Mama akanipigia simu akaniambia hivi, sikia ngwambie, mimi si ni mamako, so sitaki uende pale. Naomba nenda kwa dada yako na kuanzia leo sitaki kabisa kuona ukiwa na huyo mtu kwa sababu hakupendi. Kwa jinsi ambavyo amenijibu, yani hana adabu, yani ni mtu ambaye yani hakuhitaji.